Leo kwenye WanaCreate, tunakusogeza kwenye safari ya kipekee, safari ya pesa. Kabla hatujawa na benki, kabla ya ATM, kabla ya kutumia simu na kusema tuma na ya kutolea, watu waliishi, walifanya biashara na walibadilishana mali. Lakini walifanya vipi bila pesa? Na pesa ilipoingia, ilibadilishaje dunia? Hii ni hadithi ya safari ya pesa, kutoka kwenye biashara ya kubadilishana hadi pesa ya kidigitali. How much money do you have? Babe, you don't have to answer this. Yes, he does. Fine. Zamani, kabla ya uvumbuzi wa pesa, jamii nyingi duniani zilitumia mfumo wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, yaani barter trade. Mtu mwenye viazi angemtafuta mwenye samaki ili wabadilishane. Mkulima mwenye mahindi angeweza kupata nguo kutoka kwa fundi maiko kwa makubaliano ya moja kwa moja. Lakini mfumo huu ulikuwa na changamoto nyingi. Sio kila wakati bidhaa zako zilihitajika. Fikiria unahitaji chumvi, lakini yule mwenye chumvi hataki ndizi zako, biashara inakwama. Watu walihitaji njia ya kuwa na kipimo cha thamani kinachokubalika na kila mtu, mahali popote. Kwa hiyo, jamii mbalimbali zikaibua njia za kipekee za kutumia vitu vya thamani kama pesa. Katika Afrika, watu walitumia shanga, manyoya, chumvi, hata ng'ombe kama njia ya kuonyesha utajiri. Huko Amerika ya Kusini, zao la kakao lilitumika kununua bidhaa, wakati mwingine dhahabu pia ilitumika. Katika visiwa vya Pasifiki, mawe makubwa yenye mashimo yalitumiwa kama pesa. Lakini historia inatufundisha kuwa karibu miaka 2700 iliyopita, katika eneo lililoitwa Lydia, leo hii ni sehemu ya Uturuki, watu walianza kutengeneza sarafu kwa kuchanganya dhahabu na fedha. Sarafu hizi ndizo zilianza kuleta mfumo wa pesa wa kisasa, ziliweka urahisi wa kubeba, urahisi wa kuhesabu, na zilikubalika kwenye jamii yao. Kadri biashara ilivyozidi kukua, hitaji la kubeba thamani kwa urahisi liliendelea kushika kasi. Katika karne ya 7 huko China iligunduliwa pesa ya karatasi, yaani noti. Serikali ya Kichina ilitoa nyaraka rasmi za malipo zilizoandikwa thamani, na watu wakaanza kuzitumia badala ya kubeba madini. Mageuzi haya yakasambaa hadi Ulaya, na kufikia karne ya 17, benki kama Bank of England zikaanza kutoa noti rasmi. Mabenki yakawa sehemu muhimu ya maisha ya watu, si tu kama mahali pa kuhifadhi fedha, bali pia kama chanzo cha mikopo na usimamizi wa uchumi wa mataifa. Karne ya 20 na 21 zikaja na mapinduzi makubwa zaidi. Pesa haikubaki tu kwenye mifuko, bali ikaingia kwenye kadi, simu na mitandao ya interneti. Barani Afrika, mifumo kama M-Pesa, Mixx Bias na Airtel Money imebadilisha maisha ya watu mamilioni, hasa wale wasiokuwa na akaunti za benki. Kwa kutumia simu za kawaida, watu sasa wanaweza kutuma, kupokea na hata kulipa bili bila kutumia pesa taslimu. Dunia ikaanza kuelekea kwenye mfumo wa pesa isiyoonekana kwa macho. Lakini hapakuishia hapo. Teknolojia mpya ikaleta sarafu za kidijitali kama Bitcoin, Ethereum na zingine. Hizi ni pesa zinazotumia mfumo wa blockchain na hazidhibitiwi na serikali wala benki. Watu wanaweza kutuma na kupokea pesa moja kwa moja popote duniani kwa haraka sana. Ingawa bado kuna changamoto za uelewa, usalama na uthibitisho wa thamani. Sarafu hizi zinaonyesha kwamba hatima ya pesa iko mikononi mwa teknolojia. Kutoka kwa biashara ya kubadilishana viazi kwa mbuzi hadi kutuma mamilioni kwa sekunde moja kupitia simu, pesa imepitia mabadiliko ya kushangaza. Ni hadithi ya ubunifu wa binadamu, changamoto na suluhisho. Leo tunaishi kwenye dunia ambayo maisha yetu yanazungukwa na pesa, tunaitafuta, tunaitunza na wakati mwingine tunaitumikia. Lakini swali kubwa linabaki, je, sisi ndio tunaitawala pesa au pesa ndio inayotutawala sisi?